Asante Baba wa utukufu, Mungu wetu. Asante kwa kutupa neema za kuridhia tuweze kuwa na kipindi hiki. Tuko na watazamaji wetu wanaotazama kutoka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Umewapa neema ya kuangalia neno lako, umewapa kusikia neno lako, umewapa kuacha kile wanachokifanya ili watazame na kusikia neno lako. Maana mahali hapa, Bwana wa utukufu, umeturidhia BCG TV kusema na watu neno la Mungu, maisha mapya, kesho ya katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Haleluya. Asante Bwana wa utukufu. Asante Mungu wetu. Asante mfalme wetu. Baba, ni wakati mwingine ambao Baba umetupa neema na kibali cha kuweza kusema na watazamaji wetu. Wewe mtazamaji unayetutazama, unaitazama PCG, hujapoteza. Ni wakati sahihi uliokusudiwa ili uweze kusikia neno la Mungu, uyabadilishe maisha yako na kesho yako iwe bora. Tumishi wa Mungu, amen. Nina furaha sana kukutana wewe tena. Amen. Unajua kwa kweli majira ya Mungu wanasema ndio majira sahihi. Ndio majira sahihi. Yaani ninafurahi sana. Ninafurahi sana. Ni wakati mwingine tena Mungu ametujalia. Kuna mambo kadhaa ambayo tuliyazungumza kwenye kipindi kilichopita, lakini sasa nilitamani tuyaweke katika muonekano fulani ili mtazamaji wetu awe anajua wapi tunatoka, wapi tunaenda na wapi tunafanyaje. Tunaendelea. Kwa hiyo karibu mtazamaji wetu. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kipekee imekuwa nzuri. Tunaendelea na utangulizi wetu. Kama awali kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu uumbaji, tukaangalia mambo kadha wa kadha, lakini acha leo tuendelee. Acha tuendelee leo katika kipengele hiki. Tutaangalia vitu vitatu siku ya leo. Tutaangalia kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu kwa mwanadamu. Lakini pia jambo la pili, tutaona kupoteza sura na mfano wa Mungu kwa mwanadamu. Na jambo la tatu, tutaona urejesho wa sura na mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuanza kwamba mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, akiwa mkamilifu kabisa, bila ya dosari. Hakuwa na dosari yoyote. Huyu mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Zingatia kwamba ni kwa sura na mfano wa nani? Akiwa mtakatifu. Hakuwa na upungufu wowote huyu mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu katika asili, sawa sawa na neno la Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 27, anasema hapa. Akasema nasi tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanadamu au mtu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu ambaye hana magonjwa. Mungu ambaye sio maskini. Mungu ambaye hana pressure. Haya yote mwanadamu hayakuwa kwake. Aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ambaye ni mtakatifu. Dhambi haikuwepo kwa mwanadamu. Kwa hiyo ndio namna ambavyo mwanadamu aliumbwa. Hakukuwa na dosari. Lakini unaweza kuona, unajua kama tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, inakuwaje? Na ateseka. Hiyo ukiuliza swali, kama una sura ya Mungu kweli, Mungu anaumba? Mungu anafanya hayo anayofanya? Ni mambo ya kuuliza. Au umeipoteza hiyo sura ya kuumbwa kwa Mungu? Ni mtakatifu. Tumishi wa Mungu kuna mahali aliwahi kusema neno moja, nikamnukuu kwamba anasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu.
Iweni mtakatifu kama alivyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo ndivyo mwanadamu alivyoumbwa, akiwa na utoshelevu, akifurahia maisha, akiwa na amani tele. Lakini nini kinaendelea leo? Kwa sababu tulisema kuna mambo matatu nani nilisema kule umetanguliza. Ya kwanza ni kuumbwa kwako. Lakini kuna kupoteza hiyo. Kuna nini kilitokea? Acha mimi niseme tunaendelea. Tulisho tuliumbwa kwa sura na mfano Mungu asiye dhaifu. Mungu aliye nguvu. Mungu aliye mtakatifu. Ili tuweze kutimiza na kufanana na kufanya kama yeye hapa duniani. Haya mambo matatu ndio yazungumza hapa mtumishi wa Mungu. Kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kupoteza mfanano na kurejesha mfanano. Hasa haya ndio yanayotuketisha hapa tukizungumza na watazamaji. Amen. Kama haya mambo, hasa hili jambo la mwisho la urejesho, lisipofanya kazi au lisipotimilika, ndio hapo utaona kuna kuharasiana, kuna kuchukiana, kuna kuuana, kuna magomvi na kila namna ya kushangaza, vitu ambavyo havileti furaha na amani kwa mtu. Lakini Mungu aliyesema tumfanye mtu kwa sura na mfano. Nataka nikuulize tena ndugu mtazamaji. Hivi wewe kama wewe unavyoishi kuanzia kwenye familia yako aidha kama umeoa au umeolewa pamoja na watoto au unaishi kama wewe, nikuulize, katika kuishi kwako unayo furaha? Unayo amani? Hapo kwenye nyumba yako, sitaki kumzungumzia mwenzako aliyoko hapo pembeni au unaishi naye hapo ndani. Nataka nikuzungumzie wewe. Unayo furaha kwa hao unaoishi nao? Unayo furaha? Hao unaoishi nao wanayo furaha kuishi na wewe? Wanayo amani kuishi na wewe? Wanayo. Kama hawana furaha na wewe, kama hawana amani na wewe, maana yake umepoteza mfanano wa Mungu aliyemuumba mtu kwa sura na mfano wake. Wewe jifikirie, uko hapa duniani, popote hapo ulipo. Ina maana sasa hivi kama hao unaoishi nao hawana amani na wewe, ina maana Mungu naye hana amani na wewe. Hiyo ni dalili na ishara kabisa ya wazi. Kama unataka kuniambia kwamba Mungu ana imani na wewe na ana furaha na wewe, na wewe ni mfano wake na sura yake, maana yake hao unaoishi nao wanatakiwa wawe na amani, wawe na furaha na wewe. Kwa sababu wewe ni mfano wa nani? Mungu. Kwa hao unaoishi nao lazima wawe na furaha na wewe. Neno linasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao kuna mtu anaweza kumuona Mungu. Yes. Asipo wewe ni mtakatifu kama alivyo Mungu. Ndio una amani na watu wote, ukimwakilisha Mungu kwa wanadamu ulimwenguni. Mwimbaji mmoja alimba akasema, ibada njema kuanzia nyumbani. Na kwenye Zaburi pameandikwa, tazama jinsi hivyo vyema ndugu waka pamoja kwa umoja. Unaona? Ndio. Akasema hapo ndipo zilipoamriwa nini? Baraka. Na hata ushindi. Yes. Sasa hapa ndipo tunapoweza kuiona baraka iliyoamriwa kwa ndugu kukaa pamoja. Maana una amani. Kama wako kwenye nchi, wawe na amani katika nchi yao. Ndio. Kama wako kwenye nyumba, wawe na amani katika nyumba yao. Amani. Kama wako kwenye ndoa, wawe na amani katika ndoa yao. Watoto wawe na amani kwa wazazi wao. Wazazi wawe na amani kwa watoto wao. Amani iwe kwa amani. Na hii ndio baraka. Yes. No? Yes. Hii ndio nini? Baraka. Ndio baraka. Baraka ya Mungu.
Mithali 10:22 anasema baraka ya Mungu utajirisha. Wala hachangani na huzuni, hachangani huzuni nayo. Hachangani huzuni nayo. Hii ndio baraka ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Sasa watu wengine wanafikiri, mtumishi wa Mungu, wanafikiri baraka ni kwamba utajiri ndio baraka, yani fedha, majumba, magari, sijui nini, wanafikiri ndio baraka. Hayo ni matokeo ya baraka, lakini pia hivyo vinaweza kuwa ni matokeo ya laana. Na laana. Kwa sababu Mungu akasema tazama na kuwekea mbele yako leo. Mbele yako leo. Mungu la 30 19. Ndio. Anasema leo nimekuwekea mbele yako baraka na laana. Uzima na mauti. Akasema ninakushauri ufate uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Uzao sio watoto peke yao. Uzao ni chochote utakachokizalisha kupitia akili yako, kupitia nguvu yako. Ni matokeo, ni matunda ya kuishi kwako. Yes. Uzao ni kile kinachotokana na uhai ulionao. Yes. Itakachozalishwa kutoka kwenye akili zangu ni matokeo. Itakachozalishwa kutoka kwenye nguvu zangu ni matokeo. Ongezeko yote. Yes. Ndio maana akasema mimi Mungu nikupae nguvu za kupata tajiri. Ndio maana kila mtu anapofanya chochote anamuomba Mungu. Yes. Anasema kila mmoja anaomba. Unaona? Kwa sababu anajua ndio chanzo cha yote haya yanapotoka. Yes. Kwa hiyo ili utembee na nguvu ya chanzo chetu ambaye ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, lazima kuwa na mahusiano naye. Lazima uwe na mahusiano. Na mahusiano naye kwa sasa tunapozungumza hauwezi kuwa nayo kama hauko katika mpango wake. Haleluya. Watu wengine watasema okay, mpango wake ni upi? Mpango wake ni ibada, na ibada haiko kwenye dini. Yes, kabisa. Ndio maana hapa tunaona amesema ni jinsi hivyo vyema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ndio maana Yesu alipokuja akamwambia mwanamke yule Msamaria, wasikiliza, wakati unakuja ambapo watu wamwabudu Mungu, hawatamwabudu kwenda kwenye milima, hawatamwabudu kwenda kwenye wapi, watamwabudu katika roho na kweli, maana hao ndio Mungu anaowatafuta. Yes. Anawatafuta watu kama hao watakao mwabudu Mungu katika roho na kweli. Sio katika roho na magomvi, sio katika roho na mafarakano, sio katika roho na husuda, sio katika roho na uzinzi, sio katika roho na ulevi, sio katika roho na dhambi. Kama ulivyosema Mungu, kama ulivyosema neno lake, anasema iweni watakatifu. Kwenye kitabu cha namba ya Waraka, iweni watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Kwa sababu ametuumba kwa sura na mfano wake. Yeye ni mtakatifu. Pia unakuta mtu mwingine anasema anafanya ibada, alafu hasalimiani na jirani yake. Anasema anafanya ibada, watu wa nyumbani mwake wanaugua. Hii ibada inaenda kwa nani? Inaenda kwa nani? Ndio maana tumekuja PCG channel. Tumekuja na mambo matatu. Neno la Mungu, yes, maisha mapya, yes, na kesho yako. Mtumishi wa Mungu. Mimi nafikiri hapa ndipo sasa tunapoenda kumuonesha mtazamaji wetu kwamba anahitaji jambo anahitaji muhimu anafunuliwa. Na hiki kikao chetu kinahusu. Amen. Nakupenda. Amen.